Na katika maisha usimjibu mtu ambaye hajakuuliza swali, usijibu. Na kusema wewe unajibu nini? Na ukijibu vibaya, na pia ukijibu vizuri, na wewe hujaulizwa, unajibu kwa nini? Katika maisha. Naam. Kwamba unajibu swali ambalo hukuulizwa. Ndugu Nyambeka. Kuna aliyeulizwa na huyo aliyeulizwa hajajibu, wewe umejibu. Nafaa kuwa na labda ni watu ambao wanajishukushuku ndio wanaofanya hivyo, kujibu, kuzungumza zaidi wanapojishuku. Hujauliza swali, wewe uchaanza kujibu. Swali ni gani? Hamna swali. Ndio dibaji. Naam. Dibaji ya kwanza, rafiki wa kweli huonekana wakati wa shida. Rafiki wa kweli huonekana wakati wa shida. Naam. Dibaji ya pili. Naam. Usifanye kazi kwa ukora, fanya kazi kwa ubora. Sawa na tunavyofanya kazi katika Radio 47. Usifanye kazi kwa ukora, fanya kazi kwa ubora. Dibaji ya tatu. Naam. Omba Mungu akupe afya njema na akili. Ndugu Musiko anatafakari. Naam. Dibaji ya 4, ukiishi kama kuku utachinjwa wakati wowote. Si wakati wa Krismasi tu, wakati wowote utachinjwa. Wakati wowote. Anakotoka ndugu Nyambeka, kuku uchinjwa hata usiku wa manane. Sasa watageukia binadamu. Amefika tu basi anakimbizwa, anachinjwa. Ndio hivyo sasa. Dibaji ya 5. Naam. Usiseme umeshindwa kabla hujapambana hadi mwisho. Usiseme umeshindwa. Naam. Kabla hujapambana hadi mwisho. Naam. Dibaji ya 6 ya mwisho, dunia ngumu. Dunia ngumu. Dunia ngumu, mambo yake pia magumu. Magumu sana. Hayo mambo ya dunia ndiyo dunia yenyewe. Ni sharti tupambane, tukabili magumu ya dunia. Kidokezo cha nasaha. Naam. Usimdharau mzazi. Usimdharau mzazi. Usimdharau mzazi. Ngulusumu, una sababu gani ya kumchukia na kumdharau mzazi wako? Huko hivyo na unavyoonekana ni kwa sababu ya mzazi wako, mama yako au baba yako, ama wote wawili. Bila wao usingekuwa hapa duniani. Hata kama umesoma elimu ndogo au elimu kubwa, ama uwe na pesa kiasi kidogo tu au pesa nyingi za biashara au mshahara, usimdharau mzazi wako. Alikuzaa, akakulea miaka mingi mpaka ukawa mtu ulivyo leo. Usimdharau mzazi wako. Maneno hayo. Mzee Marufuku, jina lake hilo. Mzee Marufuku na Mama Tulia ndio wazazi wa kijana au bwana anaitwa Masudi. Naam. Walimlea wakamsomesha vizuri kuanzia chekechea, shule ya msingi, akahitimu chuo kikuu. Alipopata shahada zake aliajiriwa mjini miaka 10 iliyopita. Miaka 4 ya mwanzo alikuwa akienda nyumbani kuwajulia hali wazazi wake huko kijijini. Naam. Lakini tabia za Masudi zilibadilika. Ni miaka 6 sasa hajawajulia hali, hajarudi nyumbani kuwaona wazazi wake. Ngulusumu, usiwadharau wazazi wako. Maneno
maneno hayo muhimu zaidi, kutowadharau wazazi, waheshimu, walituzaa, wakatulea, wakatuvumilia, wakatuelekeza. Nimekuelewa. Tuendelee. Naam. Mara nyingi wazazi walipompigia simu huyu bwana Masudi, Naam. alipokea akaongea nao. Hakukataa kupokea simu zao, lakini walipomuuliza utakuja lini kutusalimia, kutujulia hali, aliwajibu nitakuja nikipata nafasi, bado nina shughuli nyingi. Mama akamuuliza mwanawe, utamleta mgeni tumuone, tujuane, ili naye atujue? Alijibu vile vile, tutakuja tukipata nafasi. Aha. Kisha waliagana na kusubiri nafasi. Walisubiri mpaka wakachoka. Miaka 6 sasa. Subira haikuvuta heri. Mvumilivu hakula bivu, bali alikula mbovu. Ngoja matumbo yakaumia. Wazazi wakaamua kusafiri kwenda mjini kumwona mtoto wao mpendwa, mwana wa pekee Masudi, Ngulusumu. Usiwadharau wazazi wako. Maneno hayo. Baba na mama wakasema twende mjini, mpaka nyumbani kwa mwana wetu huyu msomi janjaure la mjini. Naam. Twende tukampe mtihani wa maisha, aongeze kwenye huo mtihani wake wa shuleni, tuone atakavyofaulu au atakavyofeli. Wakachukua mkoba au begi chafu kubwa, wakajaza vitu walivyotaka kujaza humo. Wakafunga zipu vizuri. Wao wakavaa nguo mbovu tu. Naam. Wakaenda mjini. Hawakuwa mbumbumbu hivyo. Aha. Kiasi cha kufika mjini bila kujua wanakoenda. Walifika jioni saa 12. Wakaagizia usafiri wa Uber kuwapeleka kwenye mtaa ulioitwa Akiba Estate. Aha. Nyumba nambari AK31. Ngulusumu, usimdharau mzazi wako. Maneno hayo. Kubwa. Walipofika Akiba Estate, mbele ya jumba la mlango nambari 31, wakashuka. Naam. Baba akabeba koba lao zito, wakabonyeza kengele ya langoni. Masudi na mkewe walikuwa ndani, wakasikia kengele. Masudi akaenda kufungua mlango. Alishtuka sana alipowaona wazazi wake, akafoka, mbona mnakuja nyumbani kwangu bila kuniambia? Heshima gani hii? Mama akasema, wacha tuingie ndani kwanza, sisi hatukuja kwenye vita. Tena alisema huku akijipenyeza kuingia ndani bila kukaribishwa. Wakaingia na kukalia kochi safi katika nyumba safi pia bila kukaribishwa. Masudi akauliza, mbona hata mmebeba mzigo kabisa, mzigo mzito hivi, kwani umehamia huku nyumbani kwangu? Wakajibu, ndio, tumekuja kukaa na wewe, maana umetutelekeza, umetutupa huko kijijini. Masudi akasema, kukaa na mimi? Ala, haiwezekani, labda nimuulize mke wangu. Wakamwambia sawa, muulize. Masudi aliingia chumbani. Naam. Akamwambia mke wake, ati wazazi wangu wamekuja. Wanataka. Mke akamdakiza, kumbe hata alikuwa anasikia mazungumzo. Sitaki, siwezi kukaa nao. Mke alikataa katakata. Baba akasema, sisi hatuna nia ya kuishi nanyi kwa nguvu. Wakati huo mke amesimama kwenye mlango wa chumba cha kulala, anawatazama tu.
tena anatazama mkoba wao mchafu. Baba akasema, tazameni ninyi, sisi tumewaletea zawadi kubwa sana ya kuwasaidia milele na milele katika maisha yenu, lakini nyie wajuaji wapumbavu hamkujua tunachofanya. Baba akafungua zipu la begi lililojaa noti kiasi cha shilingi milioni 70 za Kenya. Akasema, tazameni, huu ndio urithi tuliwaletea, kisha mkajifanya wajuaji. Baba akafunga zipu ya mkoba, wakaondoka. Wakaenda zao. Ngulusu, Naam. usimdharau mzazi wako. Maneno hayo mimi inanikumbusha